Kuna maswali ambayo nimekuwa nikitembea nayo kama Mkristo na kama muamini kwa muda mrefu sana. Maswali haya yamejificha moyoni mwangu na yamekuwa yakileta mgogoro mkubwa sana. Na maswali haya pia ninayaona ndani ya mioyo ya Wakristo au waamini wengine. Maswali haya yanatokana na ukweli kwamba Adam kabla ya anguko alikuwa anaishi katika bustani ya Eden. Mungu alikuwa anamtunza, kulikuwa hakuna maumivu, kulikuwa hakuna shida, maisha yalikuwa ni mteremko tu. Na baada ya anguko tabu zikaja, zikaikumba dunia, lakini Yesu alikuja, akaja akalipa ile deni letu la kwa njia ya kifo chake pale msalabani. Na baada ya hapo, baada ya kufufuka, alituchukua sisi akatutoa mahali pa dunia, akatupeleka tu sio alipokuwa Adam, akatupeleka juu mbinguni, tukaketishwa pamoja na yeye katika ufalme wa Mungu. Sasa maswali ambayo mimi nimekuwa nikijiuliza, kama Adam aliweza kuishi vile, na mimi kama mimi niko level ya juu kuliko Adam, kwa nini bado kuna shida? Kwa nini bado kuna maumivu? Ule utukufu ambao Kristo aliukamilisha, mbona kama uonekani? Kwa nini bado nawaza kama mtu wa zamani wakati mimi ni kiumbe kipya? Ninaenda kanisani, ninafunga, ninasali, lakini mbona maisha ya utukufu yale ambayo ningetegemea kuyaona siyaoni? Kama mimi niko zaidi ya yule Adam kabla hajaasi, kwa nini mimi hayo maisha siyaone sasa hivi? Ni maswali ambayo mimi binafsi nimekuwa nayo kwa muda mrefu, na ninaamini ni maswali ambayo kila muamini anayo, na especially muamini ambaye Kristo bado hajaumbika ndani yake. Haya maswali ni ya msingi sana kujiuliza. Nilikuwa na maswali haya yakinitesa mpaka pale Kristo alipoumbika ndani yangu, ndio nikaona ukweli wa mambo, nikaona ile maisha ya utukufu zaidi ya Adam. Sasa katika peji zangu za mitandao ya kijamii, katika mwaka huu nitakuwa na jibu haya maswali, na ninaelezea haya maswali kwa kina zaidi ya dini. Kwa nipende kukaribishe uendelee kufuatilia kurasa zangu za mitandao ya kijamii kujifunza zaidi.